Kuna tofauti kati ya kutoa pepo na kuharibu mifumo ya kipepo. Pepo anaweza akamwachia mtu, a demon can leave someone, lakini akashangaa yule mtu bado zile roho baada ya muda zinarudi na kumtesa. Kwa nini? But after some time the same spirits can come back to make that person. Why so? Kuna watu hapa wanajua wanapambanaga na roho za marini, baada ya miezi 6 wanashangaa zimerudi. Some people here, they know they fight against marine spirits after 2 months. Kwa nini zinarudi? Why are they coming back? Pepo anaweza akatoka, A demon can be cast out, lakini mfumo ukabaki. But the system can remain. Ukaondoka hapa uko huru kabisa. You can go out of this place, you are completely free. Unasikia uhuru. You feel freedom. Lakini uhuru utakaotembea nao wiki 2, wiki 3, miezi 3, then after 2 weeks you find yourself tormented again. Baada ya muda unajikuta tena unateseka. You can cast out demons. Unaweza ukatoa pepo without destroying demonic systems. bila kuharibu mfumo wa kipepo. What will come next? Nini kinatokea baadaye? The man will still be a victim of the same demon. Yule mtu ataendelea kuwa ni mhanga wa roho ile ile. Remember, kumbuka, any demon is not just a demon. Kila pepo sio tu pepo. It is a system behind it. Ni mfumo unaofanya kazi nyuma yake. Kila roho unayopambana nayo kwenye ulimwengu wa roho, every spirit you are working with in the spiritual realm, si tu kwamba ni roho, is not only the spirit. Nyuma ya hiyo roho kuna mfumo. Behind that spirit there is a system. Kwa hiyo kulitoa pepo, so casting out a demon, bila kuharibu mfumo, without destroying its system, ni kama kupoteza muda. It's like wasting of time. Ni sawa na kunywa dawa za maumivu bila kutibu ugonjwa. It's like taking painkillers without healing that disease. Ugonjwa utabaki pale pale. So the disease will remain there. Mfumo wa kipepo hauharibiwi kwa kukemea. So the demonic system is not destroyed by rebuking. Mfumo wa kipepo, the demonic system, unaharibiwa kwa ufahamu. Is destroyed by knowledge. Pepo atakemewa, a demon will be, lakini mfumo utaushinda kwa maarifa. But shall overcome the system by knowledge. Pepo anatoka kwa kukemewa, a demon can go out by being rebuked, lakini mfumo wa kipepo, but the demonic system, unaharibiwa, this is destroyed kwa maarifa, by knowledge. Kwa hiyo lazima ujue, so you must know, nguvu za Mungu, the power of God, zinahusika kutoa pepo. is involved in casting out demons. Maarifa ya kimungu yanahusika kuharibu mifumo ya kipepo. Divine knowledge is involved in destroying the demonic system. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukakutana na nguvu za Mungu. So it's quite possible to encounter the power of God. Kama huna maarifa, if you lack knowledge, mfumo ukabaki pale remains. Power, nguvu, cast out demons. Inatoa pepo. Knowledge, maarifa, crush the system. Yanabomoa ule mfumo wa kipepo. Power, nguvu, cast out demons. Toa mapepo. But knowledge, genuine knowledge, crush the whole system. Yanavunja mfumo mzima. Kwa hiyo inawezekana ukaja hapa Goba Center. So it's quite possible to come here to Goba Center. Ukapinduka. You can roll and roll and roll. Ukisikia ukikaa kanisa unasikia uhuru. When you come to church you feel liberty. Ukitoka nje ya mlango wa kanisa vifungo vinaanzia pale. The bond starts right from there. Power, nguvu, remove demons. Inaondoa mapepo. Knowledge, maarifa, crush the system. Yanavunja mfumo wa kipepo. Hii ndio tafsiri ya kwamba a genuine deliverance combine power and knowledge. Ndio kusema kwamba ukombozi kamili unaweka pamoja nguvu na maarifa. It combine power and knowledge. Inaweka pamoja nguvu na maarifa. Si kwamba hilo pepo lina nguvu. Yamkini unaweza kuwa una nguvu kuliko pepo lakini una maarifa. So mfumo wa pepo ukawa na nguvu kwa hapo. The demonic system can overpower you. Hapa ndio mahali ambapo yawezekana umeokoka kabisa na bado una pepo. This is a place where you are born again but you still have demon. Kwani usikiaje watu wanaenda kwa lugha na baada ya muda anasema mimi shangazi yake? Don't you see people speaking tongues but later they say I'm the aunt? Power, nguvu, cast
casts out demons. Inatoa pepo. Akawapa nguvu na mamlaka. He gave them power and authority. Akawaambia toeni pepo. Told them cast out demons. Takaseni wenye ukoma. Cleanse the lepers. Alafu mwisho anawaambia mkawafundishe yote. Go and teach them all. So that teachings, so haya mafundisho, that understanding huo ufahamu brought these men to the dimension of crashing down those demonic systems. Iliwapa hao watu kiwango cha kuvunja kabisa mifumo ya kipepo. Kama ulikuwa unajiuliza kwa nini hivi vitu vinarudi, ask yourself why these people are coming back. Hili ndio jibu ninalokupa. This is the answer to you. You may be full of power, unaweza ukajaa nguvu, less knowledge, ukawa na maarifa, demon system are still active, na mfumo wa kipepo bado unafanya kazi ndani yako. Hakuna pepo lenye nguvu. There's no demon that is more powerful kwa mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. to a person full of Holy Spirit. Lakini shida ni kwamba but the problem is huyu aliyejazwa Roho Mtakatifu hajakubali kuhama kiwango cha maarifa. Kwa hiyo pepo linachukulia advantage ya kukosa maarifa, linakuwa na backup nyuma. The problem is this person, Holy Spirit, had not achieved the dimension of having knowledge and having the understanding. So kila mahali unapoona kuna pepo, so every place you see a demon, lazima ujue nyuma yake kuna mfumo. You must know behind there is a system. Pepo linaweza likatoka, a demon can be cast out, lakini mfumo but that system ukabaki. Can remain. Kinachotoa pepo, what casts out demon, ni nguvu za Mungu, is the power of God. Kinachoharibu mfumo wa kipepo ni maarifa. Ukishafunguliwa haijaisha, lazima mfumo uharibiwe. Kitakachoharibu mfumo ni maarifa. After delivered is not over, the system has to be destroyed. What destroyed the system is the knowledge. Kwa mfano, for instance, naweza nikawaambia hivi, I can tell you this, nyinyi watu wote mlioko hapa, all people here, tayari mmetengwa na roho za bahari, already separated from marine spirits. Sasa now, kinachofanyika hapa, ninachokifanya sasa hivi, what I'm doing now, ni kukupa maarifa ya kuvunja mifumo inayo empower hayo madhabahu. What I'm doing now is to give you knowledge that can break, that empower that system.